sio wazazi wako tu, na baadhi ya wanakijiji wengi tu waliweza kupoteza maisha. No! Sitaki uniaminishe maneno ambayo umeyazungumza hapa. Na kama kuna mchezo ambao umeamua kunichezea hapo nyumbani, pengine uweze kupamiliki pale nyumbani, umeshindwa. Sitaki kuamini. Yaani mimi wazazi wangu wamefariki kivipi? Yaani hata kama ni kifo wote kwa pamoja. Yaani rahisi tu. Yaani inawezekanaje kunielezea, yaani kunipa maelezo kama haya eti nije nikuamini kwamba Kazi usilie. Na kuhusu kifo cha wazazi wako, ilianzia kwa mama yako. Aliondoka akielekea polini kuchanja kuni, lakini pia siku iliisha kurudi nyumbani, ndipo baba yako aliamua kuchukua jukumu la kwenda kumtafuta polini, huku akiongozana na mama Hadija. Walipofika kule polini, walichokiona ni nguo tu pamoja na viatu. Acha! Usibishike! Tumia mti kuvibeba. Ni haraka. Ukuje na Mungu na ubebe. Mama Hadija, nisaidie kabisa nguo za mchongo. Serikali ikija kufanya uchunguzi hapo naonekana ni wewe. Nitampata wapi sasa mke wa namna hii kama aliyemvumilivu kiasi hiki? Lango la ajabu. Wakachukua jukumu la kuja kufikisha taarifa katika uongozi, na sisi kama serikali tulikusanya wanakijiji, tukaelekea msituni, na kweli tulitafuta tukatafuta, tukuweza kuona mwili wake. Tukachukua zile nguo tukakupeleka katika vyombo husika. Taarifa zilizokuja ni kwamba mama yako amepoteza maisha, na haikujulikana ameuawa kwa namna gani. Ilionekana tu kauawa na kiumbe wa ajabu. Kwa hiyo baada ya hilo tukio, babako pia alipoteza maisha katika mazingira ya kutatanisha. Zayuma. We Zayuma. Mbona umekuwa mnyonge sana tena? Asikaenda kunywa sumu huyu. Na sumu siku hizi zina bei kweli nafuu. 2,000 tu sumu napata. Sina mfuatilie. Mtu mzima bwana, tajua nafanyaje, ila tena imeniuma sana. Uongozi huu na moto. Sasa hivi watu kula wana relax, wanakula maisha tu, lakini sisi tabu tunapata sisi. Pointi yangu kwanza kabisa, unafahamu uwe ni mtoto mmoja mzuri sana, mrembo,
nisizunguke sana tu, yaani nahitaji tu na mahusiano mimi na wewe. Umemkataa mwezio, afu licha hivyo nakusingizia. Nikusingizie wewe ndo unapoteza watu kijijini hapa. Watu tumepungua. Hata nikitembea kuanzia kutoka kule, wewe mwenyewe kisimani huko nadhani ulikuwa peke yako. Vipi, kulikoni? Kuna tatizo gani? Hapana, mimi niko sawa tu. Serious? Vipi, mama yuko ndani? Mama akatoka mara moja, ila muda sio muda atafika. Ulikuwa na shida naye? Hapana, na wasiwasi tu. Si unajua tena hichi kijiji chetu siku hizi watu wanapotea. Haswa mimi mwenyewe sina amani. Maana sio kwa watu kupotea huko. Na katika hiki kijiji chetu na limekuwa sijui jambo la kwanza nahisi. Maana haijawahi kutokea. Basi sawa. Vipi bwana? Habari hapa? Umepoa mwanangu. Mbona kupo umetulia hivi namna hiki? Yaani mwanangu unapopaona hapa. Leo sisi tuna siku ya pili tunakuja. Sasa tumeona sisi twende nyumbani tukapumzike tu. Halo hatari mwanangu. Wewe vipi mwanangu? Mbona leo kapoa hivi? Oi. Oya. Shida nini mwanangu? Eti, hapo umesikia sasa, sikiliza. Leo ninaombea. Wa moto moto. Sasa mimi naombea wapi na wapi jamaa? Sikia mwenzio huyu. Umbea wapi na wapi? Oa sikiliza. Umeona umemsikia alivyosema hivyo? Umbea wapi na wapi? Sasa naombea wa mchumba. Kwa mchumba wako anatuhusu nini sisi hapa? Mchumba wangu mimi ananihusu nini? Basi labda Adija sasa hivi labda umemwacha. Ngoja nijie tumchukue. Kumbe ni kuhusiana na Adija. Vipi? Amekubali ombi langu, si ndio? Amekuagiza? Nilikwambia, si una faida sawa Adija tena nini? Au una faida? Unamsikia wenzio huyu anaanza kudadisi tena. Yaani umesikia? Mimi ukiachana na hii kazi ya kiwandani hapa kijijini, umbea nao ni kazi yangu nyingine. Kwa sababu kama una 5,000 baba nipe, nikupe umbea wangu. Sio unataka umbea bure bure. Tunaniambia kwanza hapo umenisema hapo mwanzoni, una 5,000 una. Aha. Kwa ndugu yangu leo tunaanza kuuziana maneno kweli. Nikuuzie maneno wapi? Sasa sikiliza. Wewe una shilingi ngapi kwanza? Sawa. Hiyo 5,000 mimi sina. Ila nitakupatia shilingi 1,000. Lakini sasa hayo maneno yawe ya kweli. Sawa, hilo buku sio mbaya kwa sababu wewe ni mshikaji wangu, lakini ngoja leo nikwambie. Hata umesikia leo nimekutana na mchumba kipindi nakuja huko kazini. Njiani, umeona? Kwanza nilipofika pale kwanza nikamsimamisha. Hapo mtoto anateseka kabisa ndoo kichwani nikamtua. Umeona nilipomtua chini pale basi nikaanza kumpangilia. Unajua wewe hauna swaga, ndio maana mademu wanakukataa, hauna swaga. Mimi nimemtwanga pale swaga. Nimempanga kapangika. Sema kapangika fresh. Lakini serikali yetu inalifanyia uchunguzi na imani mambo yatakuwa sawa. Ila sipati picha kwa mtu ambaye anafanya hili jambo. Maana akibainika, Ni kweli, lakini haya mambo sisi hayatuhusu. Kwa kuwa serikali ya kijiji inafuatilia mambo, basi tuachie wao. Sisi kikubwa tumuombe Mungu tu. yatupasa tuwe makini mdogo wangu. Hasa wewe uko unavyoenda shule. Kuwa makini, unasikia? Mimi nitakuwa makini. Haya. Vipi? Tulia sasa. Haraka za nini? Basi bwana nilipompanga pale. Mtoto nikampanga anaonekana anakubali lakini nimempa kajaribu kamoja hivi. Sasa mbona tena majaribu? Nimempa kajaribu ili akubali na wewe. Nini alijinga? Yaani mimi nampa kajaribu ili akubali, umesikia? Nimempa jaribu nimwambie hivi. Akikataa namsingizia yeye ndo anapoteza watu hapa kijijini. Nanicheka.
Ila mwanangu, wakati mwingine kumbe wago na akili. Kweli buku linakufaa. Lazima niwe na akili. Sasa hapo mlipokuwa mnacheka cheka hivi kama mlikuwa mnanisema au sina faida? Hapana. Tumefurahi ndio maana tumecheka. Naomba buku langu. Kuhusu buku lako bana, takupatia jioni. Wewe, yaani mimi nimelengeleka kote kuongea vile hapo unataka nikopeshe umbea wangu eti wewe unanipa jioni. Nataka hela yangu. Sio kama umenikopesha, nitakupatia tu baadaye. Sasa hivi sina hela. Oya, mwambie. Kijiji kimeshachafuka hivi hela hatuna, mitaji hatuna. Mimi nataka hela yangu. Nataka hela yangu. Nitakupatia. Yaani umesikia nikirudi hapa baadaye nataka hela yangu, anipe. Hiyo wakati mwingine huyo jamaa ujue mimi simwamini. Nakuaga ni mbea. Hivi anayoyazungumza inaweza kaa ni ya kweli eh? Oya. Mazungumzo yenu mimi hanihusu. Tuondoke. Baba, hivi ni kweli? Hapana, sitaki kuamini. Naumia. Tutaishi maisha gani na mdogo wangu? Maanake tulikuwa tumezoea kuishi na wazazi wetu hapa nyumbani, lakini sasa hivi tumebaki wawili tu. Sio mbaya. Nawaombea Mwenyezi Mungu watangulie wazazi wangu, walale mahali pema peponi. Ipo siku tutaonana. Mama. Kama wajanja wewe niangalie. Kijiji hichi kina matatizo lakini kikutana kwangu tu lazima kidunde. Maana hapa tizi imelala. Kompu imelala. Aya. Kumbilie bwegi linaniangalia. Leo nimeumbuka. Kijiji chetu kinazidi kuwa na majanga. Wewe vipi mbona unajichekelesha kama umepewa mimba? Shida nini? Nakuona tangia kule unajichekelesha. Nakuona mandonga wa kijiji chetu. Lazima nifanye mazoezi. Unajua kabisa hichi kijiji chenyewe kimechafuka sasa hivi. Nisipofanya gym, gym. Ile nilikuwa nafanya gym taekwondo. Lazima tupotee na sisi. Kwa hiyo nikaona vizuri nifanye mazoezi kidogo. Na unajituma?
Vipi na wewe tumeachana pale? Oh, sijui nimechoka, si naenda kulala. Haya, mtaani unafanyaje? Una heng. Shida nini? Unafikiri hata nyumbani panalalika basi? Nyumbani hapalaliki ndugu yangu, yaani mawazo. Tena imekuwa hata bora tulivyokutana hapo. Hapo kwenye kukutana hapo umenikumbusha. Yaani hapa nilikuwa nawaza hapa sijui leo nakula nini. Naenda kumlingishia kaka nini nyumbani japokuwa ameondoka, sio mbaya. Sasa nimekuona nataka hela yangu. Wewe baba wewe, angalia. Buku tu nataka unizuumie nataka hela yangu. Wewe nini na hela? Hata usahau ndugu yangu. Yaani nisahau hela wakati nikiacha kwenye kiwandani pale. Hii ndio ajira iliyobakia sasa hivi. Haya unataka mimi nifanyaje? Nitakupatia tu jamaa wangu. Wewe, bwana nipe hela yangu bwana. Mbona mwanangu mzumisha? Sasa jamaa, nipe hela yangu ni barabarani hapa tunaibisha. Wewe unanipa hela yangu nipe. Zama jamani, unaniaibisha. Ngoja. Jamani, ina maana mimi uniamini mimi wakukudhulumu 1000 kweli? Kwa hiyo tunafanyaje sasa lione kwanza? Nafanyaje kunipa hela yangu? Nisikilize jamaa wangu. Mimi pesa yako ninayo. Isipokuwa sina uhakika na taarifa ambazo umenipatia. Sasa mimi hapa nilikuwa na wazo. Unaje tuongozane mpaka kwa yule binti tufike pale ili nikajidhibitishie kabisa kwa macho yangu mawili. Simple like that. Nilipokuwa sina kazi sasa hivi. Na wote tuna hang mtaani. Twende, kikubwa unipe hela yangu. Twende mpaka kwao na uzuri mimi nyumba zao nazijua pale. Na tukifika pale tusiingie ovyo ovyo. Maana mama yake tukimkuta, tunafurumushwa. Tukifika pale najua mimi kodi zote. Kwa hiyo tuna uwezo wa kwenda. Tukajihakikishie unipe hela yangu. Let's go au let's go. Na sio huku, ni huku. Usije kujichanganya, unapajua kwanza. Twende. Tatu, mambo. Mpenzi wangu, nimetikia wito wako. Mbonde, nimekusubiri muda mrefu sana hapa. Mbona umechelewa hivyo? Ulikuwa wapi? Ni kweli Tatu. Si unajua hichi kijiji chetu usalama zero. Hicho ndo kilichonifanya mpaka nikachelewa. Hivi Mbonde, mbona siku hizi umebadilika sana? Mapenzi yangu mimi na wewe sasa hivi ni tofauti na zamani. Zamani ulikuwa unanijali sana. Hata nikikuomba hela matumizi ulikuwa ukinipa kwa wakati. Lakini kwa sasa ni tofauti kabisa. Shida nini? Nisamehe Tatu. Najua nimekukwaza. Lakini kama nilivyokuambia hapo awali, kijiji chetu kimeandamwa sana na matatizo. Na ukizingatia kazini kwetu sasa hivi pamefungwa. Na ndio ilikuwa sehemu ya kupatia fedha. Umeona pale? Wapi? Mbona sioni chochote? Mimi nawe hata mjinga kama ndio nishika. Ona angalia. Chukua uone kama ninavyoona mimi. You see that? Aha. Nimeona ndio. Umeona pale umeona? Najua umeona ndio, lakini pale ndawa za mama yake hazipo. Na mimi kwenye uchunguzi wangu ndawa za mama yake anapaga nyekundu. Na pale mlangoni hazipo na unamwona mtoto alivyotulia pale. Yule pale. Umeona? Ndio namuona. Wewe bado tunaenda kumaliza kazi. Kwa nipe hela yangu, sawa? Na kufundisha ukomando, Vietnam. Hizi ndo kazi zangu hapa kijijini ninazozifanya. Sawa? Hapo kwenye ukomando. Nakubali sawa umenipatia miwani ila sasa sio umbea. Usinifundishe ukomando. Lete miwani yangu. Jioni kwanza.
sura ile imempondeka pondeka kama twende. Haya, umemwona Bi Hadija huyu hapa? Nilikwambia haya muulize sasa kama hatujai kukutana mimi na yeye. Huyu hapa. Hey, mmefuata nini hapa? Mambo Hadija. Safi, nakuuliza umefuata nini? Bila kupoteza muda. Uwepo wangu na utambua Hadija. Nakupenda sana. Yaani sielewi nifanye nini ili niwe na wewe. Nimefikia sehemu mpaka na maagiza rafiki yangu. Ili mradi tu nipate uhuru wangu kutoka kwako. Hadija, vipi? Umefikia wapi kwenye kunifikiria? Msimamo wangu ni mmoja, uko pale pale. Sitaki kuwa na mahusiano na wewe. Hadija, mapenzi ni kama maji, usipokunywa utayaoga. Leo unanikataa mimi, kesho utakuwa na mtu mwingine, bado yatakuwa ni mapenzi yale yale. Hivyo sioni haja ya wewe kuendelea kunizungusha kama chapati kwenye kikaango. Hebu nipokee mama, nakupenda. Yaani Hadija, unavyotuona mimi hapa, mimi na huyu. Mfano, advertise wazungu wanasema, mimi hapa mshenga, bibi harusi eti bibi harusi. Babu harusi, bibi harusi. Kwa hiyo hapa tumetoka tukokako huko. Tumetoka huko tulipo kwepo jamani. Kwa hiyo sasa tumekuja hapa. Hata naye umkubalie mwenzio, mbona mtesa kijana watu? Muangalie kanavyotia huruma. Kaangalie. Look this, look. Unakuwa unamtesa, sio vizuri, tabia mbaya. Unamkataa huyu nani? Nyani? Huyu ng'ombe? Huyu pundamilia huyu? Si binadamu kama binadamu, ngozi kabisa ile smart. Hapo licha hivi mtoto watu ana rangi ya chocolate. Ana rangi ya chocolate. Asa nyie naona mnataka kunichanganyia mambo. Ngoja. Mama.